Anko, uko wapi? Maana nimekuta hamna mtu hapa. Anko, kama umeshafika nyumbani, usiondoke. Kaa na mgonjwa, nakuja sasa hivi hapo. Kuna sehemu nimeenda. Nikae na mgonjwa? Mgonjwa gani wakati hapa hamna mtu? Na uliniambia dada anaumwa. Unamaanisha mama yako hujamkuta? Hayupo kabisa, hamna mtu yoyote hapa. Na wewe uko wapi? Mimi nikajua labda upo na mgonjwa, upo hospitalini. Wewe uko wapi? Nakuja sasa hivi hapo. Nakuja sasa hivi, nakuja. Basi njoo chapo na kuhitaji kwa haraka. Sawa, sawa. Anko, mama simuoni huku. Nilimwacha hapa, ameenda wapi? Tuliza pressure, njoo tuongee huko. Sasa itakuwa kaenda wapi? Tuliza pressure, ndio maana nakwambia njoo tuzungumze kwanza huko. Njoo kukae. Imekwaje anko paka yametokea kwanza? Anko, kama nilivyokuambia, jana nimemwacha hapa mama akiwa mzima kabisa. Nimeenda kuonana na rafiki yangu. Lakini nilivyorudi, nimekuta mamangu ameanguka pale. Du. Oh, mtihani. Ila mimi na wazo. Wazo gani hilo anko? Tungeenda kwa mtaalamu wa kijiji. Naona hapa kutakuwa na nguvu za giza zimetumika. Anko, unavyoniona hapa nimetoka kwa mtaalamu. Nimefika pale sijamkuta. Ndio nao kanipigia simu kaniambia nije huku nyumbani mama haonekani. Itabidi turudi tena mara pili. Ili tukamwangalie huyo mtaalamu, tukimkosa itabidi ile swala tulifikishe kwenye uongozi wa serikali. Sawa anko. Pole sana. Nini unachoogopa binti? Nimefuata jibu langu. Hapana mganga, siwezi. Utanisamehe kwa hilo mganga. Sasa basi, itabidi nitumie nguvu za ziada. Utake usitake, lazima utakuwa wa kwangu. Kwani mimi nimekukosea nini mganga? Kwani kosa langu liko wapi? Basi kama nimekukosea, naomba unisamehe. Sasa binti, nisikilize kwa umakini. Mimi ndio mganga Chongo. Sijawahi kufeli katika jambo langu. Naondoka. Nitakaporudi utaelewa hichi nilichokuambia. Mimi ndio mganga Chongo. Umenielewa? Mimi ndio mganga Chongo.
Karibuni sana vijana. Karibuni sana. Asante mtaalamu. Mmeshafika hapa Kilingeni. Tuombe tusaidie mtaalamu. Tuna matatizo. Nishajua kijana kuwa ndugu yenu yupo katika hali mbaya. Mnahitaji msaada. Hapa ndio kwa mganga Chongo. Mtapata. Tusaidie mganga. Ngoja nichukue vitu vyangu niwaonyeshe ndugu yetu alipo. Sasa najua sasa ndugu yenu alipo. Tazameni huko, mtajua ndugu yenu alipo. Sasa mtaalamu, tunafanyaje ili tumuokoe mama yangu? Nitawasaidieni, lakini baada ya ndugu yenu kupona itabidi mlete shukrani kwangu. Mmenielewa vijana? Kuhusu hilo mtaalamu, hata usijali. Mtaalamu, kikubwa tusaidie tu, kila kitu kitakaa sawa. Sasa basi, nisikilizeni kwa umakini. Nitawasaidieni nyie vijana kuwapa irizi. Na hii irizi nikiwapa, mnaenda kuichimbia njia panda. Sawa mganga. Hakikisheni mtu yote siwaone. Na baada ya kuichimbia hii dawa, mkae siku 3. Baada ya hapo, mje Kilingeni. Mmenielewa nyie vijana? Tushakuelewa mtaalamu. Usijali kabisa mtaalamu. Tutafanya kama ulivyotuelekeza mtaalamu. Sawa sawa. Sawa mganga. Mizimu ya mganga. Mganga Chongo. Sasa nawaiteni mwasaidia hawa vijana. Mizimu. Kono. Zoe. Kijana, shika hii dawa kama nilivyoelekeza. Sawa mganga. Kama nilivyoelekeza. Fanyeni kama nilivyoelekeza. Msikose chochote. Sawa mganga. Nendeni vijana. Sawa mganga. Nendeni. Nendeni vijana. Nenda. Nenda. Nendeni. Nendeni vijana. Nendeni vijana. Ha 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 ha. Ha ha ha. Yani lazima nihakikishe mwaka huu maji wataita umma wajingawa. Nendeni huko.
Uko wapi anko? Asangu umeondokeje? Hata unajua kabisa tulienda kwa mganga alituambia tukae siku 3 turudi tena kwake. So umeondoka hata hujanipa taarifa. Yaani hapo mmenipa mtihani hapa. Sasa tunafanyaje sasa? Basi sawa, ngoja niende tu peke yangu. Kijana, mbona umekuja peke yako? Mwenzio yuko wapi? Mwenzangu kapata dharura. Ndio maana umeniona nimekuja peke yangu. Sawa, hata hivyo hakuna kilichoharibika. Vipi, yale masharti ndio kupa umeyafuata kama nilivyowaelekeza? Tumefanya kama ulivyotuambia. Na hakuna mtu yeyote aliyotuona pale. Sawa. Hiyo hatua ya kwanza tumeimaliza. Sasa kuna hatua ya pili na ya tatu ambayo natakuwa ifanye ili tuweze kumrudisha mamako kijana. Umenielewa? Ni hatua gani hiyo? Nisikilize kwa makini kijana. Ili mama yako arudi katika hali yake, inabidi tufanye kitu cha kishujaa. Ni kitu gani hicho mtaalamu? Kuna kitu nataka kaniletee, na hicho kitu kinapatikana ndani ya msitu wa Igila. Umenielewa wewe kijana? Lakini hujaniambia ni kitu gani hicho unachokipata. Usiwe na haraka kijana na usiogope. Pindi utakapofika sehemu husika utakijua hicho kitu. Sawa. Shika hii lizi, funga kwenye mkono wako wa kushoto. Hiyo ndio itakupa mwongozo ndani ya huo msitu wa Igila. Kivipi? Ukifika ndani ya msitu wa Igila, hiyo ilizi itaanza kubana taratibu. Na ikibana zaidi, ujue hapo ndio sehemu husika. Umenielewa kijana? Ndio. Shika na hii dawa. Ukishafika kwenye sehemu husika, utaichimbia chini. Na baada ya kuichimbia chini, utazungumza maneno mara 3 kimoyomoyoni. Na hayo maneno njoo nikunong'oneze. Ukishanuia hayo maneno, hicho kitu kitatokea. Na baada ya kutokea hicho kitu, utakichukua na utakileta hapa. Sawa kijana? Nimekuelewa mtaalamu. Vipi hili zoezi nalianza muda gani? Muda huu unatakiwa uanze safari. Vitu vya kuzingatia katika huo msitu ni vifuatavyo. Kwenye huo msitu kuna viumbe vya kutisha. Usiogope. Pili, usile kitu chochote ndani ya huo msitu. Na cha tatu na cha mwisho, usimwamini kiumbe yoyote ndani ya huo msitu. Nakuelewa mtaalamu. Ukikaidi au kikiuka masharti, utapotea ndani ya huo msitu na hutarudi kamwe. Unaweza kwenda kijana. Unaweza kwenda kijana. Nenda kijana. Nenda. 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 Mimi ndio mganga Chongo. Mimi ndio mganga Chongo.
Hamjakoma mwaka huu. Huko unakoenda unajua. Huko unakoenda unajua.